Naam, mdogo wangu, imejitokeza ndugu na rafiki yenu ambaye amekuwa amepotea. Sasa na wewe ndo rafiki yako sana, vipi bana mnamwacha ndugu yenu amepotea katika hali za namna ile? Si tunajitahidi sana kumlingania, mimi na Sheikh Fei. Naam. Tunajitahidi kumlingania, lakini bado aje katika mstari ambao Mwenyezi Mungu anautaka. Na mmefanya jitihada gani? Ulinganiaji wenu ulikuwa katika mfumo gani ili kuweza kumnusuru kijana? Manake vijana wengi sana wameingia katika dimbwi la kupotea, hawamkumbuki Mwenyezi Mungu wala wajui kama kuna kufa ndugu yangu mdogo wangu. Hivi mmefanya jitihada gani? Labda huenda nami nikachangia kitu kikaweza kumsaidia ndugu yetu huyu kijana. Jitihada tumefanya nyingi. Kwanza dada yake. Naam. Alikuwa anajitahidi sana kumkumbusha. Cha pili, mimi mwenyewe nilimkuta pale anagombana na dada yake, nikanamueleza. Siku nyingine nikaenda na Sheikh Fei, imamu wetu, naye anamjua kwamba huyu ni imamu, lakini hakumsikiliza, akamtolea maneno machafu kabisa. Allahu Akbar. Sasa sijajua kaka, wewe utatupa mchango gani katika swala zima la mwenzetu arudi katika mstari? Nikwambie mdogo wangu, haya ni maisha ya dunia. Haya maisha ya dunia ni mafupi sana, ni sawa na kivuli ambacho kila jua linavyosogea na chenyewe husogea. Mwisho wa siku kivuli huwa kinachukua muda mchache sana baadaye kupotea. Ndio maisha tulionayo ndugu yangu. Sasa hivi kweli mmemgusia katika kunako maisha ya dunia kama ni mafupi kiasi ambacho ni sawa na kivuli ambacho husogea na jua linapokuwa linasogea wakati. Mtu bwana hataki kuelewa chochote. Allahu Akbar. Yaani sijui utamwambia nini atakuelewa. Sasa nikwambie mdogo wangu, huyu kijana nitaona namna gani tutaweza kumsaidia katika hilo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika dunia hii tunayoiona sisi vilivyomo hivi danganyifu, tunadanganya. Hakika mauti yenye inakuja ghafla na kaburi ndiyo sanduku la matendo yetu yote. Hivi kweli mmekumgusia kunako jambo hili, kama yale anayoyafanya atakutana nao katika kaburi lake, au mueleza mambo gani ambayo labda huenda yakawa hayakumsisimua katika akili yake, labda katika maisha yake, na kuamini kwa kuna maisha ya baadaye? Haya yote tumemweleza. Naam. Na tumemwambia wataulizwa masalaka fi sakar, kitu gani kimewatia katika moto wa sakar? Qalu lam nakum minal musallin, watasema tulikuwa si wenye kuswali. Na hayo tulimueleza kwa uwazi kabisa. Allahu Akbar. Lakini hakutaka kuelewa. Yani mbishi, sijui kitu gani kalishwa yule jamaa. Na juzi nimemkuta maskani hapa, nikamwambia naam, Mungu apendi kukaa maskani ambazo hazimtaji yeye. Mungu anapenda kukaa maskani ambazo kila muda anatajwa yeye. Lakini akaokota jiwe akataka kunipiga, basi mimi nikamkwepa kwa kuepusha shari. Amefikia hatua hii ya kuwa anarushia watu mawe. Mimi naomba nikwambie maneno na haya maneno hakika huenda mkimwambia yatamfaa. Maneno haya ameeleza al-Imamu Shafi'i. Imam Shafi'i amesema kutengeneza amali iliyokuwa njema baada ya kufa kwako ni sawa mtu anaishi katika umri wa pili. Watu wanapokuwa wanakusema kwa mazuri muda ambao wewe tayari umekushaondoka katika ardhi hii, bila shaka ni sawa unaishi tena katika umri wa pili. Hebu muelezeni kunako hizi habari, ikiwa mtu naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kheri bana. Naona mpo katika masuala ya kubadilishana mawazo mawili matatu. Naam bana, mimi niko na mueleza mdogo wangu, ndugu yangu, kama namna nimemuona akiwa na rafiki yake na ninajaribu kumuhusia nini wafanye ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ni wakati huu naomba niwaacheni hapa ndugu zangu, na maeneo ninawahi kidogo, labda muweze muendelee kujadili, muone vipi mnaweza kumsaidia ndugu yetu huyu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa nikushukuru bwana kaka kwa maneno yako mazuri. Naam. Na mimi nitayafanyia kazi na kuahidi. Inshallah bwana, shukran sana. Allah tuafikishe tu. Basi bwana, inshallah tukijaliwa, ngoja mimi niende kafanya kidogo kwa majukumu. Mwenyezi Mungu akijalia khair inshallah zitapatikana. Inshallah. Naam. Mashaallah Sheikh. Yaani mmekuwa mkidiskasi maneno mujarabu sana. Naam, kakaangu ule unajua akapitia kidogo
ndio alikuwa ananikumbusha ni muhimu kukumbushana kama alivyosema fadhakir. Kumbusha. Sawa sawa. Inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Hakika ukumbusho na mfahamu kabisa haswa, na hichi ndio kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sisi waja wake tukifanye. Sawa. Ila sawa, halina shida hilo. Na unajua pale msikitini kwetu tayari tumeshaweza kukamilisha ule mchango kuhusiana na wale hawa kina mama wasiojiweza na hawa bibi wasiokuwa wanajiweza pia. Sasa na tunatakiwa tupeleke hivi, sijui unaweza ukawa unajua bibi gani ambaye tunaweza kufanya kumpelekea hili jambo, labda kuna bibi hapo nyuma hali yake ngumu sana. Kama vipi napaswa twende ukamwone? Basi mimi naona hilo tunaweza kufanya hivyo tu, hatuna zaidi. Au unazungumziaje wewe? Sasa alhamdulillah ndo nimerudi nyumbani hivyo, ila leo kidogo ofisini mambo hata hayakuwa mazuri sana, ila ndio napaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndicho kidogo ambacho amenijalia. Sema kwa wasaa huu mchache ambao tumeupata, ni vyema nikakuhusia yale ambayo sisi wanaume tumehusiwa na Mwenyezi Mungu kuwahusia wale wake zetu, hususan katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu kwa kuswali, kusoma Qur'ani na kuyafanya yale ambayo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Unajua mke wangu, Allah kukujalia kuipata ndoa ni kwamba umelipata jambo ambalo ni la heri kubwa sana, kwani kwa wakati huu kuna wengine huko ambao wanaitamani sana ndoa lakini bado hawajaipata, wanaishi katika maisha ambayo hata hayaeleweki. Ila wewe mashallah, papa akakujalia umepata ndoa na umekaa umetulia. Umenielewa? Lakini mke wangu, nimekuelewa mume wangu, na kuahidi nitatekeleza hayo. Sawa inshallah. Sawa,
Vipi lakini umeshafanya mazingira kidogo hapa nyumbani? Mashallah, Mwenyezi Mungu atakatujalia. Nimeandaa. Huo ndio ubora wa mke aliye bora. Vipi lakini mke wangu? Umesha swali swala maghrib? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kanijalia nisha swali mume wangu. Naam. Basi sawa. Naweza kuandaa kufanya majambo. Sawa mume wangu, ila naomba kwanza ukaoge. Oho. Ukirudi utakuletea nisha kuandalia. Basi.